Natokea katika shirika linaitwa Women in the Youth Initiatives. Nimefurahi sana kupata fursa hii ya kuja katika shule yetu ya Dar es Salaam Girls kuja kuwatia nguvu mabinti zetu katika harakati ya kumkomboa binti Afrika. Kwa hiyo nimefurahi sana, tumeongea na mabinti, tumewapa ujasiri jinsi ya kupambana katika masomo yao, pia hata mambo ya kijinsia pale wanapokutana na changamoto. Kwa hiyo sasa kama shirika tutazidi kufanya hizi shughuli za kuwatia moyo mabinti, hasa wale ambao wanakuwa katika shule za vipaji maalum, hususan hapa Dar es Salaam Girls na girls zingine ambazo ziko Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kwa majina naitwa Harriet Gadson Baragae. Ninafanya kazi na shirika la Human Dignity Tanzania. Najisikia vizuri leo kushirikiana na Manispaa ya Ubungo kuja kuwatia moyo mabinti katika shule yetu ya mabinti hapa Manispaa ya Ubungo. Kwa kweli siku hii ya leo najisikia vizuri kwa sababu tumeweza kuongea na mabinti, kuwatia moyo kwamba wapambane na shule, wajitahidi kuwa na elimu ya kutosha, lakini pia kitu cha msingi ni kwamba wajitahidi kujitunza kwa sababu wasichana ni vinara, mabinti ni vinara na ndio wanaweza kuleta mabadiliko pia kwenye jamii, kwa sababu mabinti ni wanawake ambao wa kesho, ni wanawake ambao tunawategemea kwenye taifa, ambao wataleta mabadiliko, ndio walezi wa jamii. Kwa sisi kama Human Dignity Tanzania, kwa sababu malengo yetu makubwa au kazi yetu kubwa ni kuwasaidia wanawake walioko magerezani na watoto ambao wako kwenye mahabusu za watoto. Kwa hiyo mabinti wasiposaidiwa katika jamii, inaweza kupelekea kwamba wakajikuta wako magerezani kwa sababu watajikuta hawana kitu maalum ambacho wanakifanya ambacho kinawasaidia kuweza kwenda na maendeleo. Ndio maana tumejisikia vizuri kama Human Dignity Tanzania kushiriki, kwa sababu tunawatia moyo mabinti waendelee kupambana na shule, waendelee kuwa na maadili mema, ili kusudi mwisho wa siku wasije wakasambaa huko mtaani wakajikuta wanafanya vitendo ambavyo ni vya uhalifu na wakajikuta wako magerezani. Hii ni mojawapo ya kama prevention ama ni mojawapo ya kama ya ulinzi kwa mabinti ili wasijikute wako magerezani, kwa sababu hatutaishia tu kwenda magerezani kuwaona wale wanawake ambao wamewekwa magerezani kule, lakini tunatakiwa pia tuangalie vyanzo vya wanawake kwenda magerezani ni vipi. Vyanzo vya wanawake kwenda magerezani ni kwamba wanakosa maadili ya kutosha huku, wanakosa ulinzi wa kutosha huku, wanajikuta wanaenda magerezani. Kwa hiyo tunajisikia vizuri kuja kuwaona watoto na kuwapa support. Jina naitwa Happiness Edmund Mazengo, ni mwanafunzi kutoka shule ya wasichana ya sekondari Dar es Salaam. Nipo kidato cha 6 taasisi ya PCB. Mimi ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wamenufaika kwenye siku ya leo kutokana na ugeni ambao umetutembelea hapa shuleni kwetu. Ugeni huu umetoka halmashauri Manispaa ya Ubungo. Tumejifunza mambo mbalimbali siku hii ya leo ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani. Mambo mbalimbali ambayo tumejifunza yakiwemo na kukataa ukatili. Tumejifunza mambo mengi kama kujiheshimu, kuishi ndani ya ndoto zetu, kujua thamani zetu sisi kama mabinti. Hivyo tumefurahishwa na kujifunza vitu mbalimbali kutokana na ujio huu wa leo. Tunashukuru sana kwa ujio huu, na sisi kama wanafunzi wa wilaya hii tumenufaika sana na ugeni huu, na tunaahidi kwamba kupitia siku ya maadhimisho leo ambayo ilitakiwa ifanyike tarehe 11 mwezi wa 10, ila imefanyika leo mnamo tarehe 8 mwezi wa 10, tutayapata yale yote ambayo tumeagizwa, ikiwemo kujiheshimu, kuishi ndani ya ndoto zetu na kujituma katika masomo yetu pamoja na maisha yetu ya kawaida, tukiamini kwamba kila kitu kinawezekana. Asanteni. Naitwa Hefsiba Genesis Kisanga, nipo nasoma mkondo wa PCB kidato cha 6. Na leo ilikuwa siku ya maadhimisho ya siku ya watoto wa kike hapa wilaya ya Ubungo. Bati yenyewe inafanyika tarehe 11 mwezi huu wa 10. Leo tumejifunza mambo mengi sana kupitia watu ambao walikuja kutusaidia kutufundisha mambo ya maisha. Kama mtoto wa kike sisi tuna thamani kubwa sana katika dunia hii, na tunaweza tukaongeza thamani yetu kwa kuwaheshimu watu ambao wanatuzunguka, wewe wakubwa au wadogo, pamoja na kuwa na Mungu, yani kumtafuta Mungu, kufanya ibada. Pia kuwashirikisha wazazi katika kila kitu ambacho tunaenda kukifanya. Pia kuwasaidia wazazi nyumbani. Tumejifunza kwamba
kama mtoto wa kike inabidi ujiheshimu wewe kama wewe, na pia katika maisha haya inabidi ufanye kila kitu unachokifanya kwa bidii kubwa. Kama ni kusoma usome kwa bidii, kama ni kuimba, kama ni kufanya kazi zako, kama ni kufanya vitu vingine vyovyote, hata kumtafuta Mungu ufanye kwa bidii sana, sababu mambo ndio yatakayokusaidia kufanikiwa katika maisha haya.